ألا سأقول النسيه في نسيهتي شريفة على موعظة المنفى. يقول الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب العزيز: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيضا وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام bal hum adhallu. Wabad, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma mjumbe wake mtukufu aliyomtuma kwetu kuja kutuondoshea kisa cha ujinga, ningekuwa sina shukrani kama ningeacha kumshukuru tena Allah Azza wa Jalla kwa kutujalia mimi na wewe kuweza kuisali sala hii nyuma ya takbira ya imamu, tukiwa tumo ndani ya neema mbili kubwa. Ndugu zangu, kama ambavyo tunavyofahamu thamani ya neema mbili hizi, uhai pamoja na uzima wa viwiliwili vyetu. Kuna ndugu zetu hivi sasa wao sala hiyo sali, lakini dhuhuri si sunna kwao. Wamesali dhuhuri lakini juu ya vitanda. Kuna wengine hata kusali pia hawajui, wako mahospitalini wanapumulia juu ya vitanda. Kuna wengine hawajui sasa hivi saa ngapi, hawajui leo lini, hawajui pale walipofikishwa wamepelekwa na nani. Tena basi mbaya zaidi, riziki zao wanazipata kwenye tundu za pua, ambao ndo wengi si wajinga, na sisi tuliofika hapa si werevu. Allah Azza wa Jalla kaamua iwe hivyo, kama ambavyo alivyoamua jana. Kuna wengine tulikuwa nao tukipumua nao pamoja, lakini leo tayari asubuhi tushasikia habari ziwafikie, habari ziwafikie, habari ziwafikie. Wengine tusharudi kuastiri, wengine tukitoka hapa ndo tunakwenda. Lakini cha ajabu na cha kutisha, hatujui kesho katika humu nani zamu yake. Tumuombe Mwenyezi Mungu sisi tuliokuwepo, Allah atupe husnul hatima, tusiondoke kama hajaturuzuku shahada. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwasema niqa'ul muslimina idu, kikao chochote kile cha Uislamu ni sikukuu. Sikukuu yetu sisi ya leo tutieni nia, kile tutakachokipata kisiandikwe katika daftari zetu, Allah kibadilishe kiwe ni shifa kwa ndugu zetu wagonjwa. Jamani, watu wanaumwa ama tunaumwa, kama hotuba ilivyosema hapa kwamba baada ya kuacha tutaona kitu gani tumekiacha mpaka tukawa tunaumwa. Magonjwa yamekuwa mengi, magonjwa ya hatari, magonjwa yanatisha. Allah awafanyie shifa wale wote ambao wana mitihani ya ugonjwa, awajalie wapone maradhi yao, waje washirikiane na jamii katika istighali zetu za kilimwengu. Ndugu zangu, kama ambavyo mlivyopewa taarifa, naitwa Dr. Abu Khalid Suleiman. Wengi wetu mnanifahamu, hata hapa msikitini kama miaka 10 nyuma nishakuja, lakini wengi wananisikia katika radio, hususan Radio Salam siku ya Jumanne na Jumatano saa 8 mpaka saa 10. Kuna kipindi chaitwa Baraza, mzungumzaji mkubwa mie, kama ukinisikia ndo mimi Dr. Abu Khalid. Lakini Radio Nuru siku ya Jumatatu saa 8 na Alhamis saa 9, na Jumatatu saa 1 usiku, Alhamis ndio saa 8. Nazungumzia magonjwa, na nimekuwa nikifanya hivyo kutokana na professional yangu. Ndugu zangu, mimi sio shehe, mimi daktari. Nikaona kwamba madaktari wengi wameacha kuifanya hii kazi huko kwa hospitalini tu, wanatusubiri tuume
lakini katika jamii hawaji kuwafahamisha watu kama alivyokuja Mtume Muhammad. Yeye hakuja kwetu kuja kutufundisha funga tu, wala kutoa zaka, wala sadaka, wala kwenda Maka. Alitufundisha maisha yetu kifizikali na kispiritually, ili tuishi hapa duniani, kuanzia kula yako, kulala yako, kuvaa yako, kuoa kwako, for everything, maisha yako yote yaendane na nguvu ya Allah aliyekuleta hapa duniani. Uishi vipi ili usipotee? Ndugu zangu, katika hali za kawaida tutaona kwamba khatibu wetu hapa leo kazungumza kitu kinasikitisha sana, kwamba huko nyuma kabla yetu walikuwepo watu wanaishi hapa duniani, lakini hawakuugua haya magonjwa aliyoyataja. Hawakuugua kisukari, hawakuugua pressure, hawakuugua gesi, hawakuugua na mengine zamani ilikuwa hakuna. Lakini tuangalie kwa nini leo sisi tuugua. Kuna kitu tumekikosea. Lakini hicho kitu, ili mpaka ukifahamu kwanza, lazima uungane nami katika safari yangu hii tutakayoienda kwa muda usiopungua dakika 30. Allah alivyosema, walaqad dhara'ana li jahannam kathira min al-jinn wal-insi lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhallum. Kwamba Allah ameumba moto special kwa ajili ya kwenda kuwaingiza motoni watu kutoka kwenye makundi ya watu na makundi ya majini. Allah asitujalie tukawemo sisi. Wenye sifa tatu, lahum qulub la yafqahuna biha, wanazo nyoyo lakini hawataki kufahamu. Hata kuwafahamisha kitu watakusema hawana lolote hao. Walahum ayun la yubsiruna biha, pia na macho, kwa hayo macho hawataki kuona. Walahum adhanu, pia na masikio, la yasmauna biha, awasikii. Ulaika hao wenye sifa tatu kal an'am, kama wanyama, bal hum adhallum, lakini mnyama ana afadhali. Ndugu yangu, nataka nikuchukue katika maisha yako ya kawaida unaoishi hapa duniani, ujifahamu waishi vipi. Unaishi hasa kwa kufuata mtindo gani wewe? Huu mtindo unaofuata hapa duniani upi? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kusha kumwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia na sisi, leo nimekukamilishieni. Wataalamu wakaitafsiri nini dini? Dini ni mtindo wa maisha aliyokuja nayo Mwenyezi Mungu ili binadamu afate. Kuna dini ngapi duniani? Dini ziko nyingi. Dini kubwa ambayo inatutawala sisi ipo hapa, ndio tumemaliza jana, si juzi. Demokrasi pia dini. Msije mkanielewa vibaya hapa, msije nisemea vile naichukua, kama kunisemea nitajisemea mwenyewe. Demokrasia dini nini? Kwa sababu ndio mtindo wa maisha aliyokuja nayo nani? Mwanadamu. Unanielewa Nimeeleweka? Wenye kazi zenu mnielewe vizuri, najua mumo. Dini ni mtindo wa maisha aliyokuja nayo Mwenyezi Mungu, binadamu ayafuate asiharibikiwe. Demokrasi ni mtindo wa maisha aliyokuja nayo nani? Mzungu. Ndio maana Allah akatuambia vipi? Walan tardha anka al-yahud wala nasara hatta atabi'a millatahum, hawatakuwa radhi Mayahudi na Manasara mpaka mufuate taratibu zao. Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuumba mwanadamu hapa duniani asipate tabu, ili asipate tabu akamletea kula. Mnanielewa? Kama hamnielewi nashika bakora ili mnielewe vizuri. Umeletwa hapa duniani uishi vizuri, asubuhi, mchana, jioni, usiku. Ili uishi hapa lazima ule. Lakini kule kula kwako si kwamba ule tu kwa mawazo yako. Akakuletea huyo aliyekuumba chakula. Iko chakula gani? Tumsikilize yeye aliyotuleta. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahri warazaqnahu min at-tayyibati wa fadhalnahum ala kathirin mimman halakna tafdhila. Tumemtukuza mwanadamu katika utukufu mkubwa kabisa, tukampa vyombo vya kupanda baharini na ardhini, tukampa vyakula miongoni mwa vyakula vizuri. Waislamu tuko pamoja? Rasulullah Mtume Muhammad
Alivyovichukua vyakula akavitizama, hivyo vyakula alivyoletea yeye ule akavioni vyakula gani, akatuambia kule ni vyakula kama dawa, msile dawa kama vyakula. Tuko pamoja? Hivyo vyakula vyetu kumbe tulivyoletewa kumbe ndo dawa zetu. Kinyume na hivyo, tutakapokuwa hatuvili hivyo vyakula alivyovileta Allah subhanahu wa ta'ala, tutapata matatizo hayo aliyozungumza hatibu wetu hapa. Kivipi? Nataka utulie vizuri tu. Warazaqnahu minat-tayyibati, na tukakupeni vyakula miongoni mwa vyakula vizuri. Hivyo vyakula Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye akasema kumbe hivyo vyakula vyenyewe ndo dawa zenyewe. Ndio maana hawa waliokuwepo kabla yetu, wao walivila kwa utaratibu huo, ndio maana hawakupata pressure. Walikula kwa utaratibu huo, ndio maana hawakupata sukari. Walikula kwa utaratibu huo, ndio maana hawakupata magonjwa yanayotuadhibu sasa. Kwa nini? Yeye Allah alivyomtoa binadamu kwenye udongo, alimtoa na sifa zote zinazofanana na udongo. Ndani ya udongo kuna calcium, ndani ya udongo kuna strong multivitamin, ndani ya udongo kuna proteins mbali ambazo ndizo hujenga mwili wako. Kutokana na mazingira yako hapa duniani, utafanya kazi, utakwenda mashariki na magharibi, utatoka jasho, utazeeka, vitu vile vilivyokuwemo katika mwili wako vinapungua nguvu kufanya kazi. Ili uvizidishe nguvu, ule vyakula vinavyotokana na wewe. Si mnanielewa? Wewe binadamu unatokana na nini? Udongo. Ulivyotoka huko kwenye udongo, Allah hakufanya mchujo wowote, aliacha kila kitu kinachotokana na udongo, ndio ukawa wewe na mimi. Allah sasa alivyoona asikupe tabu, akakuletea kitu kile kinachotokana na wewe, akaotesha miti. Hiyo miti hiyo haikuwa kama nyumba. Hizi nyumba tunazojenga hazina mizizi mabwana. Hiyo miti ikawa ina mizizi kupenetrate, kupasua ardhi, kwenda kufata calcium iweze kutengeneza mifupa yako, kwenda kufata copper iweze kutengeneza nywele zako, kwenda kufata iron kuweza kutengeneza damu yako. Unapokula ndizi ndio pahala pake, ukila shelisheli ndio pahala pake, ukila muhogo ndio pahala pake, ukila mpunga unaolimwa kibokwa ndio pahala pake. Kinyume ya hicho, ukienda kula mchele wa mapembe ndio umeula na chuya. Nimeanza na pembe kwanza kwa sababu ndo maarufu. Hakuna mtu aliyokuwa halijampiga, halijamgonga. Pembe, mchele wa mapembe basmati ni mchele ambayo hapo kabla ya wazee wetu kuondoka ilikuwa haipo. Tulikuwa tuna Thailand, Vietnam, mchele wa kitumbo au ogo. Binadamu wengi kama mahali magharibi hapa, labda ndio watakuwa wanakumbuka vizuri, ndio wazee wetu walobakia hao. Lakini wengi vijana miaka 90 hawakujua kama zamani sisi tulikuwa tunakwenda kutumwa michele, unanunua kilo 2 lakini nusu kilo nzima funza. Na kulikuwa hakuna pressure, hakuna sukari, hakuna kuumwa na miguu. Watu wote hapa leo tumesema ndio sote tunapaka hina. Miguu yote inauma. Nitakwambieni imekujaje hii miguu kuuma leo. Sumu za sodium benzoate, sumu zilizoletwa kwa ajili ya kulinda hivi vyakula. Nimeanza na mapembe, lakini iko vingi sana. Kuku wa pedu, soda, kinywaji cha inaji vijana, chips kuku, mayai ya kuku wa kisasa. Vyakula vyote ambavyo unaviona madukani vimewekewa preserve. Vinavyowekewa preserve visiharibike, ili utakapokuwa unakula hivyo vyakula wewe uwe nini? Uwe salama wanavyoamini wao wenyewe wao. Kwa sababu gani? Ndicho walichotuletea Myahudi, kuamini kile chake ndio kiwe kizuri, kile cha Allah tukakiweka pembeni tukaona ndio kibaya. Tumeelewana? Kwa hivyo jinsi ambavyo mwanadamu atakapokuwa anakwenda kula chakula chochote kilichokuwa cha asili, amekwenda kuufuata mwili wake kiasili. Umeenda kukata ndizi, umefuata uasili wako. Umeenda kufuata muhogo, umefuata uasili wako. Umeenda kuchukua mpunga uliolima mwenyewe, umefuata uasili wako. Umekula viazi, umefuata uasili wako. Utakapokwenda kununua mchele wa mapembe,
ukaenda ukachukua mshikako wa pedu, ukanywa soda, ukanywa inaji, mwili wako unazalisha hydrochloric acid nyingi. Hydrochloric acid nyingi ikizaliwa katika mwili wako utasababisha damu yako kuwa mzito. Damu ikiwa mzito, mishipa membamba itasinyaa. Mishipa membamba ikisinyaa itaumiza viungo vyako vya ndani kwanza. Kama nini? Kwanza utapata tatizo la moyo, CCF, chronic cardiac failure. Matatizo ya moyo tunaona kila mtu, tunaona mtu kavimba tumbo, miguu hapumui vizuri, wala valin, siku 3 hayupo huyo. Lakini mwingine atakwenda kuumiza figo zake, small blood vessels kwenye figo, zikiumiza figo unasikia tatizo la figo limekuwa hatari sasa hivi Zanzibar. Kwa sababu gani? Damu imekuwa mzito. Mwingine atapata liver damage, liver ini lake halitafanya kazi. Kutokana na nini? Tayari small blood vessels, mishipa membamba haitopeleka damu katika viungo hivyo. Lakini hatari inayokuja kwa wanaume wote ambao walikuwa humu hawajijui, na nataka mnisikilize vizuri. Mishipa membamba ikisinyaa, ikenda ikisinyaisha prostate yako, ikisinyaisha tenzi dume yako. Watu wengi sana hicho kitu hawakijui. Imeitwa tenzi dume. Mwanamke hana, unayo peke yako, ambayo hiyo tenzi dume ndio inakuhangaisha leo kuzitafuta nguvu za kiume zimekwenda wapi, hali ya kwamba unaiona bado uko ngangari. Unajiuliza mbona sikuwa hivi? Hiyo tenzi dume yako hiyo ndio iliyosababisha leo hata kama una wake wawili tayari huwezi kuingia kwenye ndoa, ukazifuata vurugu za wanawake. Tenzi dume hiyo iko wapi? Nitakuonyesheni, kila mwanamume anayo. Tenzi dume kwa mwanaume ndio ustawi wa jamii. Tenzi dume kwa mwanaume ndio furaha yake, ndio ile waja'alna bainakum mawaddatan wa rahma litaskunu ilayha. Tumekujalieni mapenzi na rehema mupate utulivu. Utakapokwenda kuingia kwenye ndoa, ukikutana na mama kindoa, unapata furaha kwenye tendo la ndoa. Kinyume chake, kutokana na kubadilika kwa mtindo wa maisha na sababu nyingine mbili ambazo nitakuongezeni, tenzi dume nyingi sisi wanaume leo zishakufa. Unanielewa? Wengi hawafahamu, lakini nitataja dalili ambazo zitakujulisha wewe tenzi dume yako ishaumia, na mwisho wake ni nini utajua hapa leo. Lakini ili kuweza kujua kama umeumia zaidi, leo tuna zoezi la kupimana hapa bure. Tutafunga mashine zetu, mtakapotuelekeza tutapimana bure haya magonjwa. Ndugu zangu, tuko pamoja? Lakini kabla ya kukupima na kupa dalili, kwanza ujijue hiyo tenzi dume, kwanza uifahamu ndio ipi na nyanyuka. Ndugu zangu, mwanaume ndio mie kama ulivyo wewe. Kila mwanaume ajijue kwamba hapa katikati hapa, chini hapa kwenye makende ndipo ilipo tenzi dume. Tumeelewana? Moyo uko hapa, ini liko hapa, figo ziko humu mbili nyuma. Tumeelewana? Munielewe vizuri, sikosei. Mimi daktari, kama kuna KVZ humu mnanikumbuka, mimi nilikuwa ndo daktari wa mwanzo kikosi cha KVZ. Basalo wananikumbuka vizuri, nilikuwa nikimpita na kwa zangu paka tupu. Alhamdulillah, Mungu katuweka mpaka leo tupu. Alhamdulillah. Kwa hivyo unakuta kwamba tenzi dume kazi yake kubwa nini? Ni kutoa maji mepesi sana yanayokwenda kuamsha uume wako ili uwe tayari katika tendo la ndoa. Maji haya yanaitwa progesterone. Maji haya yanakuwa yanamtoka mtu pale ambapo muda gani? Nisaukum harthun lakum fa'atu harthakum anashitum. Wake zenu ni mashamba yenu, yajilieni mashamba yenu vyovyote vile mpendavyo. Ule muda unaotaka kuliendea shamba ndio progesterone inafanya kazi. Umekaa mwenyewe mnapiga stories zilizokuwa zihusiani pahala popote, tayari sijui mara atakunanga, tizame lipua magino tu, mara kikofi puu, ujue tayari progesterone inatafutwa hapo. Mnanielewa? Muda ule pale jamaa naye tayari anakuambia twende. Ushegu gari la fuso ukilieka kwenye free kama hujalizima, unasikia linafanyaje? Jim. Tumeelewana mabwana? Na muda huo na wewe unafanya vile vile jim, kwa maana tayari nataka kuendeshwa hiyo. Progesterone inatoka kwenye tenzi dume, ishaingia katika mpira urethra. Huo mpira ndio tayari inauamsha. Kitu gani? Kwa sababu hichi ndicho kibofu cha mkojo, tenzi dume iko hapa, imefungwa. Huu ndio mpira, bwana. Kwa hivyo kazi ya mwanzo wa tenzi dume ni kukufanya wewe uwe rijal. Naeleweka?
minal mu'minina rijal sadaqu ma ahada Allah alayhi. Katika wanaume kuna katika waumini kuna vidume, wake wawili, wake watatu, wake wanne. Ukitaka kuwemo katika hiyo aya na wewe uwe hivyo, wawili, watatu, wanne. Mnanielewa? Tenzi dume itakusaidia na utakwenda kuingia kwenye tendo la ndoa vizuri. Utakwenda safari zako, utakwenda mjini kwa Vespa yako, gia utaanza kubadilisha hapa mpaka Ngava, gia ya pili. Umekwenda zako si mpaka wapi, gia ya tatu. Umekwenda mpaka Baonda, gia ya 4. Halafu unarudi mjini hivyo buheri, si ndio? Mnanielewa? Sijui watu wazima. Lakini kutokana na haya matatizo ambayo nitakazungumza hapa matatu, tenzi dume zetu tushaziumiza. Sababu ya mwanzo, vijana mko nyuma wengi mnaniangalia, sababu ya mwanzo kupanda mnazi kwa mkono mmoja. Vijana mnaniona huko? Vijana wengi wanakuwa wanapanda mnazi kwa mkono, na wazee wengi mshapitia, ndio sie wazee wenyewe tushapita huko. Si ujana nusu enda azimu. Tena msijizidishe enda azimu, msizidi tena. Sasa unapokuwa unafanya ule mchezo ule, unaikamua tenzi dume yako itoe yale maji mepesi, hiyo progesterone, EP, yale yanaanza kutoka yale akaja tapu. Ushajua? Mepesi, walimu wanatuambia madhi. Tumeelewana? Sasa yale unapokuwa unafanya huo mchezo, mshaujua? Mpaka nikwambie ni punyeto. Unapofanya ule mchezo, mishipa membamba inayotengeneza ile tenzi dume unaiua, unaicollapsion, unasababisha uiumize. Yani fikiria, kuna vijana wamkuta kijana anakuja anakuambia, daktari, mimi nilikuwa napiga punyetu mpaka natoka damu. Inna lillahi. Hajijui kumbe vile kule ndani anakamua mpaka hakuna kitu, na lile tunda ni nyepesi, ni nyama tu, anaikamua. Baada ya kuja zile shahawa zinakuja damu. Hii ya mwanzo. Ya pili, ukianza tendo la ndoa baada ya kubaligh miaka 15, 16, 17, 18, hapa kama hujapindukia 20, ukilianza tendo la ndoa lile pale mapema, vile vile unakuwa unaiforce tenzi dume yako. Kwa hivyo kwenye miaka 30 utaona tayari umelose interest sexual intercourse. Na ya tatu ndio hiyo, kula mapedu, kunywa inaji, kuchezea mapembe sana, kula vyakula vya mafuta. Tumeelewana? Utajua vipi tenzi dume yako kama umeshaiumiza? Nitizame sasa. Mwanaume yote anapokuwa analala, ama binadamu yote akilala, mapigo ya moyo yanakuwa yanashuka, tunaita pulse. Unapokuwa umelala pale, mapigo ya moyo yapige dakika moja kwa mapigo 75. Kwa saa moja sawa sawa na mapigo 1045. Unapokuwa unalala, yanakuwa yanashuka. Yanaposhuka, ukiamka hafla, yanafanya kazi kwa nguvu kusukuma damu. Ikisukuma damu, damu ile ikitembea katika mwili wako wote, ikifika kwa katibu, inabidi katibu lazima naye achangamke kidogo. Tumeelewana? Si unasikia majogoo yanavyoika alfajiri, wewe utashangaa wewe mambo nani kakushakucha huku. Kumbe ni automatically yake jogoo, ule muda ukifika lazima afanye vipi? Achangamshi kidogo, alafu atoe sauti. Na jogoo huyu na yeye ukiamka tu lazima naye kidogo apige mbawa hivi, Mnanifahamu? Sasa kama unakwenda msalani kukojoa, inabidi mkojo uungushe hapa. Mnanifahamu? Lakini futi moja kutoka hapo ulipo mkojo uanguke hapa. Lakini ukijiona unakwenda kukojoa, mkojo unakumwagikia miguuni. Mnanielewa? Wengi hawajui, unakuta unakojoa lakini kojo linakuja humu kwenye miguu. Hii ni dalili ya mwanzo tenzi dume yako ishaumia, Lakini usiku huu kucha nzima utakuwa kazi yako kwenda kurudi, ila hali ya kwamba unajipa nini mawazo, au shapata ugonjwa wa kisukari. Si sukari hiyo. Muda ule mkojo ukashakutengenezwa katika figo, unapoteremshwa katika bleda, unapoteremshwa katika mfuko ule wa mkojo, inabidi inavyotakiwa kule ndani, ule mpira, ile urethra ile inatakiwa iweje? Ifunge. Lakini kutokana na tenzi dume yako kushazoea kuikamua, kwa hizi sababu tatu nilizokuambia, inabidi sasa na ule mpira nao unabidi unafanyaje? Unakamuliwa. Ukikamuliwa mpira unafunguka kule juu. Ukifunguka juu, ndio maana mkojo ukitoka kwenye figo unakimbilia moja kwa moja, baada ya kuka kwenye bleda unakimbilia katika mpira wa mkojo, urethra. Mnanifahamu vizuri? Kwa hivyo kitendo cha kukojoa mara kwa mara kinatokana na kwamba tayari
tenzi dume yako imeshaanza kumia. Lakini vile vile hapa hapa unaweza kukojoa ukaona umetoka mikojo miwili. Mnanielewa? Ndugu yangu, najua haya huyajui na hakuna mtu akukwambia haya. Ukijiona mkojo mmoja huku mkojo mmoja huku, dalili kwamba tayari tenzi dume ishaanza kukufikia. Tumeelewana sijui? Lakini hapo hapo unaweza ukaenda mkojo utoke au toki, unaanza kutoka dolo top top top, halafu ndio unakuja halafu unafunga. Ukisha kufunga unakuja tena kwa mara ya pili, tenzi dume hiyo. Si mnaelewa? Lingine ambalo ni hatari wakati tunapokwenda kufanya hayo mambo yetu ya jimai, wakati ule kufika kileleni, ejaculation. Na nifahamu wakati wa finali, wanaume tunajijua sote, tuna milio yetu. Kuna wengine huliakaa vipanya, watu mkubwa mzima lakini huliakaa panya. Ule muda ule ukifika, lakini wengi tunakuwa tunatoa nini, miguno ya kiume. Si ndio? Nasomesha la haya ufidini kama sikuzungumza hivyo huwezi kujitambua wewe. Kwa sababu hapa kuna kitendo kimoja kinafanyika halafu tunakuwa hatukijui. Hapa unapokuwa unafanya ejaculation, unapopiz, unapotoa zile shahawa ambazo ndio zinakuletea nini? Halawa, wewe utamu wenyewe. Unanifahamu? Wakati ule ile tenzi dume yako ndio inakuwa inakamuliwa ili itoe zile nini? Shahawa. Ndani ya shahawa mle nilizungumza kuna progesterone, lakini pia kuna virus wanaokwenda kumlinda mama, lakini pia kuna strong multivitamins zinomfanya mama anenepe, lakini pia kuna acid inomfanya mama awe flexible. Mnaelewa sivyo? Lakini muda huu unapokuwa unazitoa pale ambapo tenzi dume inapopita, kuna mchuniko ambao wewe hujui. Sasa acid ikiwa inapita pale, ndipo pale anapokuja kama maumivu, wewe ukaisi ndio utamu wenyewe. Kina mama wengi wanapokuja kule kituoni kwetu Zan Herbal, ndugu zangu, ukisikia kitu kinaitwa Zan Herbal Clinic ndio hospitali yangu, wanapokuja kule wanaturipotia, dokta, mimi nikimaliza tendo la ndoa najiona natoka damu. Wakati huo tu kumbe vile mwanamume ndio inayomtoka hiyo damu. Mnanielewa nyie? Mnanifahamu? Unamkuta mwanamke muda wote yuko salama, wala hajaingia katika ada zake, lakini akifanya tu lile jambo unamkuta tayari kapata period, damu nyingi. Kumbe inakuwa ile damu imemtoka mwanamume muda ule ambapo anafanya ejaculation, yale zile shahawa zinakuwa zinamchuna katika ile sehemu ambayo tenzi dume imeingia ndani. Tumeelewana Sasa hali hii nini matokeo yake? Hatari mbili. Kwanza hatari ya kuziba mkojo. Tumeelewana Aula mkojo kukutoka bila ya taarifa. Kama mkojo unayokutoka bila taarifa, tayari tenzi dume ishakuwa kubwa, na tayari kama mkojo hautoki ndio tayari tenzi dume inakupeleka kubaya. Tiba yako ikiwa hautoki, kwenda hospitali kuwekwa nini, katheta, kutiwa mpira. Na mpira wenyewe mabwana, tahadharini jamani. Na mimi mwanamume ndio maana naogopa, nasema hivi, yani ile tundu ya ule ume labda iwe na sentimita 5, mpira una sentimita 7. Sasa jiulize wewe, sentimita 5 ikapita sentimita 7, si ndo tunokuwekeni? Kwa kumalizia, kuna siku nilikuja ngenda nikaitwa Matemwe, dokta, baba yetu tangu asubuhi anapiga kelele, hatuambia na mwana. Unajua wazee wa kishamba ndio si wazee wetu, hawataki kuweka mambo, akapandisha watoto pressure, hasemi na mwana nini mzee. Ikabidi mimi nikaenda Matemwe ndani huko. Nilipofika, kabla kufika kwenye ile nyumba, nasikia lakini vile nilivyosikia tu, vijana wangu kaambia tayari kidume huyo, tenzi dume huyo. Na mkuta mzee anakibirika, katia ume wake, anakamua, hautoki mkojo, kibofu kimevimba kinafika hivi. Uko bara kwa watu ambao kidogo elimzozo kwa ndogo, kuna watu wanafika pale wanajitoboa. Ndugu yangu, mkojo ukiganda bora ugande mavi, bora kinyesi ndio kiwe hakitoke siku 3 wiki, lakini mkojo ukifika masaa 5 tu haujatoka, lazima unachanganyikiwa. Tulichokifanya, nilimchukua kwenye gari nikampeleka Zan Herbal kumwekea katheta, pia haikukubali. Kila nikigonga naona damu, kila nikigonga. Ndio matokeo ya mwanamume yote ambaye akiipata hii, wallahi ikabidi nimpige rifaa Mnazi Mmoja, akaenda akafanywa operation. Tenzi dume ndio kila kitu ndugu zangu.
watu wanajadili katika mitandao, watu wanajadili katika makongamano. Kwa nini wanaume wengi sasa hivi tendo la ndoa limekuwa dogo? Kumbe tenzi dume ndo tatizo. Kwa nini wajane wamekuwa wengi? Wanaume hatuwezi mambo. Na mimi ndo nimo hivyo. Sijajitoa. Sio kama nawatukana. Maana nikisema hapa tunyoshe mwenye wawili, hebu kidogo nione. Mwenye wawili, 1, 2, 3, 4, 5 wanahesabika. Wawili jamani. Inna lillahi. Tukija tukisema mwenye watatu ndo hakuna. Maana amepia sitonyanyua. Takbir. Ile kidume namjua. Kidume nakufahamu mzee. Watatu mtu mmoja msikiti mzima. Wanne je? Kama yumo wanne jamani, zawadi ya shilingi 50 mimi natoa. Inna lillahi. Ndugu zangu, wazee wetu zamani kila walivyokuwa na kwa watu wazima ndio walikuwa wanaoa, si ndio? Leo nakwambia ndio tu uzima wenyewe. Ukamwambia nani mtu mwanamume akawa mtu mzima ndio ana nguvu za kiume? Utu uzima sio kupungukiwa. Kila mwanaume akiwa mtu mzima ndio anazidi zile nguvu. Tumeelewana Ndio maana wakawa na msemo wao wanasema mtu mzima yani mtu mzima ng'ombe hazeki? Hazeki maini. Kwa sababu nini? Hata ukimwona ng'ombe mzee lakini maini yake matamu. Na ndio maana kuna siri kubwa sana, hawa watoto wanaolewa na vijana wadogo, wakesha kuolewa, wakiolewa na watu wazima, wanang'ang'ania na kwamba mimi hapa sitoki. Kwa sababu gani? Kuna vitu kwa watu wazima vilivyokuwa vimeimarishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mnanielewa ndugu zangu? Kwa kumalizia, kabla sijakupeni kitu ambacho kitakuwa ni komboleo na kwenda katika zoezi la kupima, lakini kuna la mwanzo ambalo hili nataka kila mwanaume, na naamini kwa kushamba linawezekana. Ndugu zangu, uendeshaji wa baiskeli umekuwa mdogo sana. Zoezi la kuendesha baskeli tunakuwa tunalipuza. Umeletea nini Sheikh? Okay, shukrani. Zoezi la kuendesha baskeli tumelipuza. Unapokea kibao cha baskeli hapa, ukao unaendesha hivi, ile tenzi dume unakuwa unaikandamiza kwenye kile kibao. Ukikandamiza, wewe kila ukisakota hivi ndio unaifanyia massage ile, ndio unaifanyia mazoezi. Tumeelewana? Kwa hivyo dawa ya kwanza ya tenzi dume ni kuendesha baskeli. Wangapi wana baskeli? Mimi sina. Jamani. Sasa wengi unakuta wengi ndio tumeathirika. Tumeelewana Tuongezeni uendeshaji wa baskeli mabwana Ili litatusaidia sana. Litatusaidia sana kuendesha baskeli. La mwisho kwa kumalizia ni kupeni kisa ambacho tuliobahatika kwenda katika safari za watu wenye kujua mambo. Tulipokwenda umra tulikutana na ndugu zetu ambao wa Syria wanapambana sana gonjwa hili la tenzi dume liondoke. Kwa sababu gani? Hivi nikwambieni Syria wa Palestina wa Palestina sinaona kila siku wanauliwa. Wana mkakati angalau mtu kazaa lakini hazae 10 ndio wa mwanzo. Angalau mtoto kisha kuwa mari anaozeshwa haraka. Hakuna kitu kingine. Silaha ya Palestina ni nini? Ni kuzaa. Sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa na sisi Wazanzibari, Wapemba na Unguja ilikuwa ndo sunna yetu hiyo. Tuko pamoja? Wapemba na Waunguja. Na ukiangalia katika jiografia yetu utaona sana maeneo yetu haya. Waunguja sana maeneo gani ilikuwa nazaa? Wadonge. Tulipochunguza wanaokula mashelisheli ndio waliokuwa kizaa sana, na Pemba shelisheli liko kisiwa kizima. Sasa we ona shelisheli ulipita hivi wakati wenzio wazungu wanaita breadfruit lilikaa katika chakula bora. WHO shirika la chakula duniani lililiweka chakula bora shelisheli kwa muda wa miaka 5. Wanatafuta chakula gani kilicho bora? Shelisheli. Juzi ndio umeona wakaona beetroot, kuna kiazi fulani inaitwa beetroot ndio kimeliweka shelisheli pembeni kidogo. Sasa mimi na wewe shelisheli tunawapigia nini? Mbwa. Wewe hujui samana shelisheli. Ukiingia kwenye shelisheli ukiliangalia ingredients zake, utaacha pilau zako, utaacha biriani zako. Tuko pamoja? Nikizungumza peponi hakuna biriani wala pilau, watu wanasema uongo. Hakuna hivyo vyakula peponi mabwana
Peponi hakuna biriani wala pilau wala soda hakuna. Ndugu zangu, wale wa Syria wameitengeneza beetroot katika mtindo wa unga. Beetroot hii wanaisambaza, wanaita zawadi ya Sham. Zawadi ya Sham kazi yake nini? Kwenda kupromote, sio dawa nguvu za kiume, mnielewe, kwenda kujenga hizi dalili ambazo nimezizungumza hapa. Kama unazo, ukipata zawadi ya Sham kwa pahala pake, inshallah utaweza kujiokoa na tatizo la tenzi dume. Ukipata zawadi ya Sham utaweza kuondoka na tatizo la nguvu za kiume. Ukipata zawadi ya Sham utaweza kuondoka na kuteswa. Jamani, wanawake wana matusi. Wewe kuwa na midevu yako, lakini ukiingia kwenye anga zake, akisha kuona hukumpeleka safari yake, anakutolea macho, alafu anakuambia litizame, huna lolote. Au utamfanya nini? Utamfanya nini? Kweli alitegemea umpeleke hapa mpaka Upenja, ukuwa umembeba. Wewe unamfikisha hapo chini ya daraja, asikuambia na lolote. Inavyotakiwa ndugu zangu, kwa kumalizia, uwe kama Julaibib. Wasalu mwanamjua. Julaibib ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu bwana Mungu alimpa neema sura mbaya. Tumeelewana? Inavyosemekana, mimi sijamuona hapo, msikasa kama muona wapi. Wanazuoni mashehe wanatuambia Julaibib alikuwa na sura mbaya kiasi ambacho mpaka ile mashavu ya pua ukikaa kwa nyuma unayaona. Hebu iangalie sura itakuwaje. Jamaa alikuwa na sura ngumu kweli. Sasa pale Madina, katika watu waliochelewa kuoa, na mmoja ndio yeye. Ikawa wewe unafikiri wewe hivyo ulivyo, mzee gani wa Kiarabu atakupa mtoto wake? Akachelewa, lakini Rasulullah ni mtu wa watu bwana. Akamfuata Julaibib, akamwambia, "Ya vipi, mbona unakaa peke yako tu kila siku?" Julaibib akaona sababu za msingi hazipo. Lakini akamwambia, "Ya Rasulullah, hivi nilivyo, hebu niangalie. Nyumba ya nani atanipa mwanawe?" Akamwambia, "Hilo tu." Ndio, naambia unamtaka nani? Tumeelewana? Akataya nyumba ya Kureshi ambaye ana heshima zake pale Madina. Akamwambia, "Bwana, mimi namtaka fulani." Rasulullah akamwambia, "Basi niachie mimi hiyo kazi." Rasulullah akapiga hodi katika nyumba ya Kureshi, ambaye nimekuja kuposa. Wale wazazi wakasema, "Alhamdulillah, nyumba yetu imepata baraka, imekuja kuposwa na mtume wa Mwenyezi Mungu." Haya, unataka vipi? Ambia, "Mtulieni." Kapokelewa na baba mtu. "Mimi ninavotaka sio kama nataka mimi hivyo, namtakia fulani." Ile baba mtu alipiga, akamwambia, "Mimi sina neno Rasulullah, subiri nimwite mama yake." Kauchomoa. Mama mtu kaja katika kikao cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika akamwambia Rasulullah, kaja kumtaka binti yetu. Mama kanyanyua mikono, "Alhamdulillah." Mtume akamwambia, "Lakini simtaki mimi, namtaka kwa ajili ya fulani." Yule mama akasema, msala. Akamwambia Rasulullah, "Mimi sina neno, labda tumwite mwenyewe." Binti alivyoitwa, binti Rasulullah kaja kukuposa kwa ajili ya fulani, wasemaje? Akaambia, "Kwani baba wasemaje?" "Mimi nimwite mama yako." "Mama, mimi nikakutea mwenyewe." Wote akajua wote washaochomwa mbele ya Mtume. Yule mama akasema, "Rasulullah, mimi sina neno, utakapoamua wewe ndio hivyo hivyo." Tumswalie Mtume. Rasulullah akamwambia, "Nakuozesha Julaibib." "Unasemaje?" "Ambaye nimekubali." Siku ya pili ikapigwa mikai. Kupigwa mikai, baada ya kama wiki Julaibib hajaingia ndani. Hata kumdasa namna hiyo, hajamdasa mtoto wa Kiarabu. Yule mtoto wa Kiarabu alipoona vile akasema, "Hilo unafikiri kwa nini alikuwa anampenda naye?" Alikuwa hampendi hivyo. Hebu niambieni nyinyi, Julaibib aje hapa leo, nani mwari wake atampa? Pua inatokeza huko nyuma. Yule mama akasema, "Hapa leo hiki hajangusa, mimi ndo nakwenda kumsemea." Kiguu na njia mpaka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu. Alivofika ambia, "Unasemaje mtoto wewe?" Akamwambia, "Rasulullah, yule mwanaume ulioniozesha mgonjwa, hawezi jambo la ndoa, mpaka leo hajanigusa." Rasulullah ilibidi aone haya namna hii. Hajakugusa, hajanigusa Rasulullah. Akamwambia, "Niachie." Walivokutana msikitini, "Hebu tuzungumze kidogo." Julaibib, "Watakantia aibu?" "Kwa nini Rasulullah?" "Mtoto kaja kunishtakia, hujamgusa." Akamwambia, "Naomba siku mbili Rasulullah." Julaibib siku mbili. Rasulullah alitegemea ama atakuja Julaibib ama atakuja yule mkeo kuja kuleta taarifa, lakini siku ya pili kimya.
Ya tatu kimya, akona akiyataka vune mtume. Akona anakwenda. Hodi. Afungua nyumba ya Julaibib, anamkuta mtoto kakaa kwenye mapaja yuachezea ndevu za Mswahili. Tumswalie mtume. Mmenielewa sijui? Anamkuta mtoto kalala buheri yuavuta ndevu za namna hii. Rasulullah alivyowatizama, nimekuja kukusalimieni tu, akajua hapa mambo mazuri, akageuza akenda zake. Kisa hiki nimekileta kwa sababu gani? Ndugu zangu, katika uganadume mwanamke kama utamuingiza vizuri katika 18, uwe huna pesa, uwe una sura mbaya, uwe madabwada, heshima itakuwepo. Mnanifahamu? Julaibib kipindi chote alichukua haja muingia, alikuwa akisali sala zake za usiku kumuomba Mwenyezi Mungu, ya Rasul, ya Allah, huyu mtu mimi anipendi. Kwa hivyo nakuomba nitakapokuja kumdasa tu ndo penzi lianzie hapo. Na kweli Julaibib alimuonesha mziki wa kweli kweli. Vijana mnasema show. Tumswalie mtume. Tumelewana sijui? Na hivi ndivyo tunavyotaka sisi wazazi wenye watoto wa kike. Njoni msiogope. Watoto wetu haramu kwa kaka zao, haramu kwa tu sisi, njoni muoe. Wewe kama unataka mke nao, wari watatu mimi nao, wewe nifuate tu. Tumeelewana? Lakini kama itakuwa ulikuwa unakula mayai, kama ulikuwa asubuhi kiamka unakwenda kununua juisi ya 300 na kachori moja, usije. Kwa sababu utakuona cha Facebook kwani hivi tu tena hapo. Hivyo ndio, hakuna jingine. Utamfanya nini mtoto watu Ifike pahali mtoto umpeleke safari zake, ukesha kumpeleka safari zake iwe kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuja, alivyoona tu ile sura akasema hapa mimi sitaki tena maswali. Sawa? Mtoto wa kike sana kujua kama wewe Saidi, yani unamuonyesha show mpaka anakuuliza kwani aseme jina lako nani wewe? Mnanielewa? Hajui jina lako, anakujua huyu Hamisi, lakini mbona leo hivi tena, kwa kuwa kuna mvua tena ndo kazidi. Ndivyo wanavyotaka hawa. Sasa kama unahisi haya yameondoka, chukua zawadi ya Shamu hii. Tumeelewana? Kama yameondoka hayo, chukua zawadi ya Shamu. Lakini pia kama huna mke, yachi hapa. Usitafutie balaa. Kama huna mke, zawadi ya Shamu usiyochukua ndugu yangu Kama mkeo ana dharura, usije kujidai kwenda kujaribu kama kana dharura. Naeleweka? Hii ukiitumia tu ndani ya nusu saa tayari fuso unalisikia jim linataka lisafiri hilo. Tumeelewana? Usije ukaichukua hapa ukasema ngoja nijaribu daktari bana, hebu lete maji uitie uinywe mchana huu. Usije ukanywa mchana, na kama huamini wallahi inywe uone kitakachokukuta. Utapita migombani njiani humu upiti, maana tutaenda kushangaa bwana alivipi kanzu leo na nini. Inywe usiku wakati wa kulala, ukeshakuwa umepumzika, chukua maji yako ya moto. Tanbih, kama unajiona kidogo afadhali usije ukakinywa chote hichi, kinywa nusu. Lakini kama unazo zile dalili nilizozungumza, kipige chote. Si wakatazi waliokuwa hawana dalili. Kama huna dalili, kichukue nusu. Leo kunywa nusu, baada ya siku 4 malizia. Kama umechukua vili, baada ya siku 4 tena malizia. Dozi yake hivi 4 visizidi Lakini kama unazo hizi habari nilizozungumza, mkojo unakumwagikia miguuni, mkojo unatoka miwili, mkojo mara kwa mara, unaweza ukaingia mjini umeme ukazima hapo. Tumeelewana? Unaweza ukaingia hapo wenyewe wakaja. Mnanifahamu? Kuna watu wako hivyo, akiingia hapo hao. Unasikia mtu anafinya kama na shetani wa kibuki. Na wenyewe wanakuwa hawafurahi ile hali. Pale hao. Anakuuliza vipi? Inabidi kumwambia kwamba ndo tayari mie. Unaogopa. Unaogopa Sheikh kumwambia kama mimi ndo tayari nishafika. Kwa sababu unajua hapa nikisema nishafika naweza nikachezea kofi. Sasa hii chukue kwa hawa ambao wana dalili hapo. Kipige chote. Ukisha kupiga chote hichi, basi ukesha niombe dua tu basi.
Usinipigie simu wewe niombe dua tu, Mwenyezi Mungu aikuze kazi yetu, waweze kupata kila mtu faida aipate kwa haya maneno yetu. Lakini vile vile serikali ijue umuhimu wa tiba asilia, ijue umuhimu wa tiba alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ifike pahala unakwenda Mnazi Mmoja ama unakwenda hospitali ya wilaya, unachagua nende kwenye tiba za asili au nende kwenye tiba za wazungu. Mwasemaje Waislamu? Muhimbili tayari hilo, na hapa tunapambana ifike pahala ukienda Mnazi Mmoja unakwenda kwenye miti shamba au unakwenda kwenye dawa za wazungu. Tusemeni inshallah.